kila kona ya dunia kuna upinzani mkali wa soka. Unajua, kama kule Argentina kuna Super Clasico, Brazil kuna Fla-Flu. Lakini hapa kwetu Afrika Mashariki kuna dabi moja ambayo inasimamisha nchi nzima. Hii ni dabi ya Kariakoo. Na nisikwambie, hii si mechi tu, ni vita ya historia, siasa na heshima ya mtaa. Na hawa ndio wahusika wakuu katika hii hadithi. Upande mmoja tuna Simba Sports Club, upande mwingine Young African Sports Club, au kama wengi tunavyowajua Yanga. Hizi ni klabu mbili kutoka pale pale Dar es Salaam ambazo zimefanikiwa kuigawa nchi katikati. Yaani ni aidha wewe ni mwekundu au wewe ni wa kijani na njano. Hakuna katikati. Sasa, unaweza ukajiuliza, nini hasa kinachofanya huu upinzani kuwa na uzito kiasi hiki? Unajua, kuwa maarufu hivi ni kwa sababu ya magoli na mataji tu, au kuna kitu kingine cha ndani zaidi kilichojificha? Basi, safari yetu ndio inaanza sasa hivi. Hebu tuzame ndani zaidi. Okay, hivi ndivyo tutakavyokwenda. Kwanza, tutaangalia ule msisimuko wenyewe wa dabi. Kisha, tutarudi nyuma kwenye historia, tuone haya yote yalianzia wapi. Baada ya hapo, tutaangalia jukwaa lao la kisasa, tutachambua takwimu na rekodi zao, na mwisho, tutaona jinsi dabi hii inavyogusa taifa zima la Tanzania. Tayari? Twende kazi. Okay, tuanze na hili. Ni lazima upate picha ya jinsi hali inavyokuwa siku ya dabi. Hii si mechi ya kawaida kabisa. Yaani, mitaa ya Dar es Salaam inatulia, inasimama. Kila mtu anajivunia rangi zake. Wengine wanavaa nyekundu, wengine kijani na njano. Hewa yenyewe inajaa utani, vicheko na msisimko. Ni kama sikukuu ya kitaifa. Na kama unataka kujua ukubwa wake, hebu fikiria hili. Mwaka 2008 uwanja wa Taifa ulifurika, na si kufurika kidogo. Mashabiki 70,000 walijitokeza kwa ajili ya mechi hii moja. 70,000. Hiyo ni rekodi inayokuonyesha wazi wazi jinsi mechi hii ilivyo na uzito na umuhimu kwa Watanzania. Sasa, ili kuelewa undani wa huu upinzani, hatuna budi kurudi nyuma. Yaani, turudi kule kwenye mizizi. Hizi sio tu klabu za mpira. Hizi ni taasisi ambazo zimejengwa juu ya historia ndefu ya Tanzania, hasa ile ya harakati za kupigania uhuru. Hapa ndipo stori inaponoga. Inavutia sana kuona jinsi klabu moja ilivyotokana na nyingine. Yanga ilianzishwa kwanza mwaka 1935. Lakini hebu fikiria, mwaka mmoja tu baadaye pakatokea mzozo. Basi baadhi ya wanachama wakasema basi, wakajitenga na wakaanzisha timu yao ambayo miaka mingi baadaye ikaja kuitwa Simba. Kwa hiyo unaona, chuki na upinzani vilianza tangu siku ya kwanza kabisa. Na hapo sasa ndipo kila timu ilipopata utambulisho wake. Yanga, ile klabu ya asili, ikawa inajulikana kama timu ya wananchi, ikiwakilisha sauti na matumaini ya wazawa. Wale waliojitenga, Simba, wakawa ndio wapinzani wao wakubwa, wekundu wa Msimbazi. Na tangu hapo, vita ya nani mkali ikaanza na inaendelea mpaka leo. Sikia hii, ushawishi wa Yanga ulikuwa mkubwa kiasi kwamba TANU, lile chama lililoongoza mapambano ya uhuru, liliamua kuchukua rangi za Yanga, yaani njano na kijani, na kuzifanya rangi zao rasmi. Hii inakuonyesha jinsi gani soka na siasa vilikuwa vimeingiliana tangu zamani. Kila pambano kubwa linahitaji uwanja wa heshima yake. Na kwa dabi ya Kariakoo, jukwaa hilo bila shaka ni uwanja wa kisasa wa Benjamin Mkapa. Lakini unajua nini? Hata ujenzi wa huu uwanja una hadithi yake ya kipekee na ya kusisimua. Okay, hebu sikia. Mwanzoni, Rais Benjamin Mkapa aliahidi kuwajengea Watanzania uwanja mpya wa kisasa. Kampuni moja kutoka Ufaransa ikashinda tenda, na gharama ilikuwa dola milioni 154. Hiki kilikuwa kiasi kikubwa sana cha pesa, yaani pesa nyingi mno. Lakini kutokana na presha kutoka kwa taasisi kubwa za kifedha duniani, ule mkataba wa kwanza ukafutwa. Badala yake, Tanzania ikafanya makubaliano na serikali ya China, na uwanja ukajengwa kwa gharama ya dola milioni 56 tu. Yaani, tofauti ni kubwa mno. Kama unavyoona hapa, safari ilikuwa ndefu kweli. Ilianza na ahadi ya rais,
Kisha kukawa na mvutano wa kisiasa na kiuchumi, na mwishowe mradi ukafanikiwa kwa msaada wa China. Kwa hiyo huu uwanja wenyewe ni sehemu ya historia ya kisasa ya Tanzania. Sawa sawa, tumezungumzia historia, tumezungumzia siasa. Sasa hebu tugeukie pale penye uhondo wenyewe, uwanjani. Hapa ndipo heshima inapotafutwa na kupatikana. Unajua, kwa baadhi ya mashabiki, kushinda mechi ya dabi ni muhimu zaidi kuliko hata kutoa ubingwa. Tukiangalia takwimu za mataji ya ligi kuu, Yanga wanaonekana kuwa mbele. Wametwaa taji hili mara 31. Simba nao si haba, wanaofuatia kwa karibu wakiwa na mataji 22. Sasa huu ushindani wa namba unazidi kuongeza moto wa nani ni nani kwenye soka la Bongo. Lakini Simba nao wanala la kujivunia, na hili ni kubwa. Ushindi wao ule wa kihistoria wa 6-0, yani 6-0, mwaka 1977 bado ni gumzo mpaka leo. Ni silaha kubwa wanayoitumia kuwatania watani zao wa jadi. Hili ni goli ambalo halisahauliki. Na tukija kwa upande wa mashabiki sasa, wote wana nguvu kubwa sana. Lakini takwimu za msimu wa 2023-24 zinaonyesha Yanga walikuwa na wastani mkubwa zaidi wa mashabiki wanaokuja uwanjani. Hii inathibitisha zaidi jina lao la wananchi. Nishati yote hii, ule msisimuko wote wa dabi ya Kariakoo, haubaki tu kati ya Simba na Yanga. Unaenea na kuathiri soka la nchi nzima, hasa linapokuja suala la timu za taifa. Yaani mapenzi kwa klabu yanageuka kuwa uzalendo. Mashabiki wa Simba na Yanga wanasahau tofauti zao zote na wanakuwa kitu kimoja kuishangilia Taifa Stars. Vilevile, hata mafanikio ya timu ya wanawake, Twiga Stars, yanapata nguvu kutokana na huu msingi imara wa mapenzi ya soka nchini. Sasa, tukihitimisha, nadhani tunaweza kukubaliana kwamba dabi hii sio tu dakika 90 za mchezo wa mpira. Ni kama kioo kinachoonyesha sura halisi ya jamii ya Kitanzania. Na hapa ndipo tunapata jibu la swali letu la mwanzo. Kuanzia kwenye harakati za uhuru, siasa za leo, utani wa mitaani, hadi vita ya mataji uwanjani, dabi ya Kariakoo imebeba hadithi nzima ya Tanzania. Hii ni sehemu muhimu sana ya roho ya taifa. Lakini sasa swali la mwisho linabaki. Katika dunia hii ya sasa ambapo soka linazidi kuwa la kibiashara na mambo yanabadilika kwa kasi, je, huu upinzani wa kihistoria utaweza kudumisha maana yake ya asili? Hilo ni swali ambalo muda pekee ndio utakaojibu.